Yes, katika harakati za 1 2 3 hapo nawatengenezea mifugo chakula chao. Sio mifugo nawalisha mabaki yale nini chakula ya hotelini kwa mama ntilie, inakuwa ipendezi. Unawasababishia nguruwe magonjwa. Unaweza ukasema umelogwa, kumbe ni wewe mwenyewe unawaloga nguruwe zako. Kwa hiyo hapa cha muhimu ni kuzingatia tu katika chakula. Naona hiyo tunachanganya hapo ili kuweka mambo sawa. Hata nguruwe akila basi vitamini vyote apate vinavyohitajika katika mwili, kama vile mwanadamu anavyokula aina zote za vitamini, basi na nguruwe ndivyo hivyo. Ndio maana unaona wanene, wana afya. Nguruwe mlishe kutokana na vile taratibu za ulishaji zinavyotakiwa katika mifugo aina ya nguruwe. Kwa hiyo ndivyo tunaendelea kuchakata. Unaona viumbe hao wamepumzika kwa mbali, wanavutavuta harufu ya msosi wao hapo. Hatari sana. Mdogo nakwambia, mdogo ndio mwendo. Hapa tunapiga hatua tufike. Unaona hicho chakula hicho kikorombozo kibao. Yani nguruwe hapo akila akimaliza, yani wiki tu unaona utofauti. Alafu chakula kidogo tu anakula yani. Hii ndio mbambilo. Chakula tunachanganya wenyewe. Kwanza ni sehemu ya zoezi. Ukianza kurusha hiyo pumba, kuchanganya hapo, unajikuta mwili unapata mazoezi, kwa sababu hapo lazima utoke jasho. Na kutoka jasho unatoa sumu. Ukitoa sumu hapo mnakuwa umepata kitu fulani mwilini hapo. Kama unavyoona hapo tuna mix hapo. Tushaweka pumba hapo, tushaweka concentrate hiyo. Ndio tunaweka na madini mengine hayo hapo ili kufanya viumbe viwe katika hali yake inayotakiwa. Naona umepumzika hapo umeshakwisha kushiba muda sana toka asubuhi. Na unatengeneza chakula mbele yao, hata wapigi kelele. Wangekuwa wale wajiwa wa mtaa wa pili wale. Muda wote unataka kupinya. Hapo unafanya mazoezi. Hapo unapata vitu vingi kwa wakati mmoja, mazoezi. Unatengeneza chakula cha mifugo. Yaani hamna magonjwa atakao kumendea hapo, maana yake hapo unatoa jasho. Kwenda kutumia mashine kufanya mazoezi. Ishinda kwenda uwanjani.